na wenzako juu wakijitahidi kuangalia namna ya kujiepusha na hizo dhoruba. So he went there, na kwa hiyo Yona kaenda huko, and where they sat around and trying to do voting, wakaanza kupiga kura to know what is the cause of this storm, ili kujua nini chanzo cha hii dhoruba. So one by one started to ask themselves, or to ask each other. Kila mmoja kwa mmoja wakaanza kuulizana wao kwa wao, and people started giving their stories. Na watu wakaanza kutoa stories zao. But when it reached to Jonah, lakini ilipofika kwa Jonah, he said, I'm Hebrew. Akasema mimi ni Hebrew. Yeah. Mimi ni Myahudi. Mwebrania. Yeah, so I'm Hebrew. Mimi ni Mwebrania. I'm a child of God. Ni mtoto wa Mungu. I believe in God. Na muamini Mungu. When he ended that, people asked him, what did you do? Watu wakamuuliza, je, wewe ulifanya nini? Because it seems like this cause is because of you. Watu wakasema hii ni sababu yako, wewe ndio sababishi. So he said, akasema, I am the cause of this. Mimi ndio chanzo cha haya. I'm running away from the presence of the God. Ninakimbia uwepo wa Mungu. So they said, what should we do to you? Wakasema, je, tukufanye nini? He said, just throw me into the sea and all of this will stop. Akasema, nirusheni baharini na hii dhoruba yote itasimama. People were afraid to throw Jonah into the sea. Watu walikuwa wanaogopa kumrusha Yona kwenye bahari. Because they didn't want to get that guilt of throwing somebody into the sea because of stopping the storm. Kutaka dhamiri zao ziwahukumu kwa kumrusha mtu kwenye bahari. But they decided at the end, okay, we're going to throw you out, but we're going to pray. Lakini wakaamua mwishoni, tutaomba kwanza kabla ya kumrusha kwenye bahari. So they prayed. Kwa hiyo wakaomba. They say, God, please. Wakasema, Mungu tafadhali. Let the blood of this person not be upon us. Achilie damu ya huyu mtu isiwe mikononi mwetu. Well, they threw Jonah into the sea. Na wakamrusha Yona kwenye bahari. At the same time, God prepared the fish to swallow Jonah. Mungu aliandaa samaki kummeza Yona. So the fish swallowed Jonah. Kwa hiyo samaki akammeza Yona. The Bible is even saying big fish. Biblia inasema hata kwamba alikuwa ni samaki mkubwa. So he swallowed Jonah. Akammeza Yona. And Jonah was in the stomach of fish for 3 days. Na Yona akakaa tumboni mwa samaki kwa siku 3. So I want to relate this one to our lives. Nataka kuileta hii habari kwa maisha yetu. Sometimes we disobey God. I can say sometimes, most of the time. Kwa sababu muda mwingi tunakosa kumheshimu Mungu. And we may face the consequences of it. Tunaweza tukapata matatizo kwa sababu ya hiki kitu. Like the way Jonah did. Kama ambavyo Yona alivyopitia. He went to sleep. Alienda kulala. Because he knew what he did. Kwa sababu alijua nini. People were struggling to throw the bags out. Watu wanatupa mabegi wanaangalia. He went to sleep. Yeye ameenda kulala. Because he knew what he did. Kwa sababu alijua moyoni mwake nini amefanya. But we also know what we do sometimes. Lakini sisi tunajua nini tunafanya kwa mwingine kwa kumkosea Mungu. Hallelujah. Hallelujah. So at the end, when Jonah was in the stomach of the fish. Kwa hiyo ilivyoendelea story, Yona akiwa tumboni mwa samaki, Jonah prayed. Yona akaomba. Jonah prayed. Yona akaomba. So I want to say this. Kwa hiyo nataka kusema hivi. Sometimes we may face situations. Na mwingine unaweza kupitia hali fulani which are consequences of our own actions. Ambao ni majibu ya matendo uliyoyafanya. Our own disobedience. Kwa kutokutii. And we complain about it. Na tunaanza kulalamika juu ya hayo. We complain like, why am I in this situation? Unaanza kulalamika na kujiuliza kwa nini nipo katika hali hii? Either by forgetting what you did, inawezekana ulisahau remembering what you did. Au unakumbuka nini ulifanya. We face the consequences. Tunapata matatizo. Like the way Jonah did. Kama ambavyo Yona alifanya. But when Jonah was in the stomach of the fish, lakini Yona alipokuwa tumboni mwa samaki, he didn't complain. Hakulalamika. He remembered God. Alikumbuka Mungu. He was the one on the wrong side. Alijua kwamba yeye yupo kwenye sehemu aliyokosea. But he still prayed aliomba inside the stomach of the fish. Akiwa tumboni mwa samaki. And God answered him. Mungu akamjibu. So what I want to tell you is this. Yes, nataka kukwambia ni hiki. Even though sometimes you're in a situation because of yourself. Hata muda mwingine unapojikuta katika hali fulani kutokana na wewe kusababisha. Even if you are in that situation because of not because of you. Hata kama upo katika hali hiyo sio kwamba wewe ulisababisha. What I want to tell you is remember God. Inachokwambia kumbuke Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Because what he said is, lakini kwa sababu tusema ni kwamba tutasoma kitabu. So hallelujah. So it's in Jonah chapter 2. Kitabu cha Yona.
Jonah chapter 2. Kitabu cha Yona sura ya pili, verse 2. mstari wa pili. And he said, Na akasema, I cried to the Lord nililia kwa Mungu because of my afflictions, kwa sababu ya matendo yangu, and he answered me. na akanijibu. We are in situations sometimes Tunajikuta kwenye hali fulani mara nyingine and we complain. tunalalama. Sometimes we forget because it's because of our own fault to be in that Na situation. wengine tunajisahau kwamba ni sisi ndio visababisha. The first thing that comes into our mind is complaining. Na kitu cha kwanza kinachokuja kwenye akili yetu, Somebody did the kulalamika. same thing like me. Why is he not facing the same problem as me? Unaanza kujiuliza, mtu mwingine alifanya kama mimi lakini mbona hayamkuti yaliyonikuta We mimi? start to complain. Tunaanza kulalama. But if I was Jonah, Lakini mimi ningekuwa Yona, I would have said, God, ningesema Mungu, instead of leaving me to die in the sea, badala ya kuniacha nifie kwenye bahari, you chose me to be swallowed by this big fish, umenichagua nimezwe na hii samaki kubwa, staying here in the darkness for 3 days, kukaa huko tumboni kwenye giza ya samaki, get digested by the fish, kumezwa na samaki, and then taken out as those faces. na kutapikwa na samaki. He didn't complain the situation. Hakulalamiki katika hiyo hali. He chose to remember God. Alichagua kumkumbuka Mungu. And that's what we are out to do. Na ndivyo hivyo We are supposed to remember God in any situation. Tunatakiwa kumkumbuka Mungu katika hali yoyote. You know, even guilt that you have of doing something hata dhamiri yako inapokuhukumu kwa matendo uliyofanya, can cause you to do something else that's more bad than the one that you did. inaweza kufanya ufanye kitu kibaya zaidi ya kile ambacho So umetenda. sometimes like you do this, Na mwingine unafanya hiki, it's bad. ni mbaya. And you say, since I've done it, let me do it again. It's fine. I've already done it. Unaanza kujipa moyo kwamba kwa sababu nimefanya, So basi for the nifanye guilt, kama nifanye. Guilt makes you do more bad to yourself. Kwa hiyo hiyo dhamiri inayokuhukumu inakupelekea kufanya mambo mabaya zaidi. So whenever you feel guilt, or whenever you feel something, or whenever you're in any situation, Unapokuwa katika hali ya dhamiri kukuhukumu au unapokuwa katika hali yoyote ile, remember God. kumbuke Mungu. Remember God. Kumbuke Mungu. I'll give an example of myself. Na nitajitolea mfano mimi mwenyewe. When I'm in school, Ninapokuwa shule, my first year was kind of hard. mwaka wangu wa kwanza ulikuwa mgumu sana. I was spending time at school until 2 a.m. or 3 a.m. Nilikuwa nakaa shuleni mpaka saa 8 za usiku. I didn't want to stop, drive, and go back home. Nilikuwa sitaki kuendesha gari kurudi nyumbani. Because if I do that, kufanya hivyo, feeling of keep on doing my assignment goes away. Ile namna mtambo ya kufanya kazi zangu za shule ilikuwa inapotea. So I stayed there in school till 3 a.m. Kwa hiyo nakaa shule mpaka saa 9 usiku. I remember my aunt used to call me, where are you? So she thought I'm in a club or something. Nakumbuka mama yangu kubwa alikuwa anauliza uko wapi, alifikiri niko club au kitu. But I was still in school till 2 a.m. 3 a.m. Lakini nilikuwa bado niko shule saa 8 usiku, saa 9 usiku with my friends. Na marafiki zangu. We stay there, we do the assignment, we discuss, we write it, everything. Tunafanya assignment, tunaandika na kufanya kila kitu. So when it came to second year, ilipokuja mwaka wa pili, it was a little bit easy. Ilikuwa ni rahisi kidogo. The third year was easy. Mwaka wa tatu So whenever we face a situation, unapopitia hali fulani, we call each other and say, how are you doing? How is school to you? Tunapigana simu na kuulizana, je, shule inaendelea? Somebody will say, oh, it's still tough, man, I'm going through something. Muda mwingine anaweza kuambia bado ni ngumu, unapitia mambo mazito. And my friend will remind me and say, do you remember the way God got us through the first year? Rafiki yangu ananikumbusha, unakumbuka Mungu alipotusaidia mwaka If we did back then, he will do it again. Kama alifanya mwaka huu atafanya. That's the only thing she tells me, and we move on. Hicho ndio kitu anachoniambia na tunaendelea. Because you may face that kind of situation and start complaining, why is this year so tough? Unaweza kupitia hiyo hali na kuanza kulalamika, kwa nini mwaka ni mgumu sana? But if you remember who's on your side, lakini ukikumbuka nani alikuwa upande you're wako, gonna get through it. Utapita salama. Even though it doesn't look like it. Hata kama haionekani iko hivyo. That's why I said in the morning, God is good, even though it doesn't seem like it. Hata asubuhi ndio maana nimesema Mungu ni mwema hata kama haionekani hivyo. The time that I called my friend, it was tough. Muda mwingi ambao nilikuwa napigia rafiki But yangu. when I called her, she said, na nilipompigia akasema, remember when God got us through the first year, we were even sleeping in school? Unakumbuka, akanikumbusha Mungu alipotutendea tukiwa mwaka wa kwanza. If he did back then, he will do it again. And we're gonna finish it. Kama alifanya kipindi kile na atafanya sasa. And that's what happened to Jonah too. He knew it was his fault.
Alijua kwamba ni makosa yake. But he didn't choose to complain. Lakini hakulalamika. What he chose is to remember. He ran back to the father whom he wronged. Alichokumbuka ni kurudi kwa baba yake. You may smoke today weed. Unaweza kuwa unavuta bangi leo. Instead of smoking more weed, go back to the father and say, Father, I'm sorry I smoked weed. Yeah, go back to the father. Go back to where he started. Amen. Amen. We come from the hood, so we know that kind of life. That's why it's So instead of you continue drinking that beer that you're drinking, go back to the father, throw the beer out. Because you say, okay, since I drink one, let me do the second one, the third one, the fourth one. Now you become a drunkard. You stop, you remember God, you go back to the Father. That's what Jonah did. He said, it was my fault, but I need to go back to God and say, God, this is because of my affliction. So, verse number 8. I said, number 7. When my soul fainted within me, pale roho yangu inapochoka ndani yangu, inapozima ndani yangu, I remember God. Namkumbuka Mungu. And my prayers na maombi yangu went up to him, yanakwenda mpaka kwake, into his holy temple. Katika eneo lake takatifu. Even though he was on the wrong, hata kama alikuwa katika makosa, God will never let you go. Mungu hata kuacha uende. Stop doing what you're doing now and go back to him. Acha kufanya na urudi kwake. You are still early. Bado ni mapema. It's still early. Bado ni mapema. Go back to him. Rudi kwa Mungu wako. After he made this prayer, baada alipofanya maombi haya, verse number 10, mstari wa 10, the Bible says, so the Lord spoke to the fish. Mstari wa 10 nasema kwa hiyo Mungu akazungumza na samaki, and it vomited Jonah on the dry land. Na akamtapika Yona kwenye nchi kavu. It's safe to say that if he didn't pray this prayer, ninastahili kusema kwamba kama singeomba haya, probably he would have died in the stomach of the fish. Labda angefia kwenye tumbo la samaki. If he didn't remember that God is there for him, kama asingekumbuka he Mungu, would have died there. Angekufa. You're still in your situation, you're still complaining about your situation. You're going to stay there. Bado uko kwenye hiyo hali, bado unalalamika But kwenye hiyo hali. if you call the Father, he will take you out. Atakutoa. Hallelujah. Amen. It's very simple. Go back to the Father. Stop that smoking. Stop that beer. I know you're on the third one. Stop and go back to the Father. Hallelujah. He will speak to your situation and your situation will let you go. It's not your job to speak to your situation. Let him speak for you. Let's go back to him and say, God, I made a mistake. Please hear my prayers. So the Bible says, so the Lord spoke to the fish, and the fish vomited Jonah on the dry land. From the prayer that he remembered God and God answered. And I'm sure God will do the same for you. Chapter number 3. God told Jonah the second time, go to Nineveh. Now, nenda Ninawi and preach the word. Na uhubiri neno. Jonah said, yes, I will go. Na Yona akasema ndio. Hallelujah. Hallelujah. So when God delivers you from your situation and tell you again to do something, do it. Na akakupa maelekezo tena fanya. Do it. Otherwise you go back to the fish again. Badala yake usipofanya utarudi kwenye samaki. And if you go back to the fish now, you're not going to go out. Na ukiingia mara pili tumboni kwa samaki hautatoka. And that's what Jonah did. He said, okay, now Lord, I will go. Na hicho ndio Yona alichosema. Because you saved me the first time, I'm not going to take that for granted. Kwa sababu nilikosema la kwanza sitarudia makosa. So go back to the Father. Kwa hiyo rudi kwa Baba. Remember God. Kumbuke Mungu. In your situation, stop complaining about the situation. Katika hali yako, acha kulalamika kuhusu hali yako. Tell God.
Mwambie Mungu, help me in this situation. nisaidie katika hii hali. And He will take you out. Na atakusaidia. Whether it's bills, hata kama ni bili, whether it's your family, hata kama ni whether it's familia school. au shule. I have a lot of testimonies about school. Mimi nina ushuhuda mwingi sana kuhusu shule. So when you are doing the program that I'm doing, unapokuja katika program ambayo which is the unaifanya, point you do this big exam. unafika muda unafanya mtihani mkubwa sana. So at that time, that exam, I didn't have no topic for that exam because you are the one choosing the topic. Huo mtihani unatakiwa uchague somo la kufundisha. So you are the one choosing the topic. Ni wewe ambaye unafanya uchague somo. You are the one doing everything. They will just stand there and listen to you. Na ni wewe utafanya kila kitu, walimu watakaa pale kukusikiliza. At the end they will tell you you passed or you're going to still stay here. Na mwisho wa siku watakwambia umepita au umebaki pale. So few days before my exam, siku chache kabla I didn't have the topics. You need to have like 3 topics. Nisikuwa na topic yoyote na somo lolote, inabidi uwe na topic 3. So at that time I only had 1. Lakini muda ule nilikuwa na moja tu. I needed 2 to pass the exam. Nilihitaji 2 zaidi ili nipate. I was shaking. Nilikuwa naogopa. I wasn't eating. Nilikuwa siri. I didn't come outside my room for like 2 days, I guess. Sikutoka chumbani kama siku 2. I was just staying there. If I come downstairs and saying hi to my family, I go back. Nilikuwa tu kama nikishuka nikusalimia familia yangu na narudi chumbani. I was trying to figure it out, like what can I do? Nilikuwa najaribu kufikiria na kutafakari nini nitafanya. Even if I go to my aunt will say keep on going. Nikienda kwa mama mkubwa ananiambia wewe endelea. I go to my aunt will say keep on going. You're doing a good job. Nikienda kwa mama mkubwa ananiambia endelea. But deep down I'm not feeling like I'm doing a good job. Lakini ndani yangu naona kama bado sifanyi kitu. So one day, a few days before, lakini siku chache kabla, I just said, God, nikasema tu Mungu, if you want me to continue with this program, give me the topic. Ukitaka niendelee na hii somo, nipe topic wewe. And I slept because I tried. Days and night I couldn't do it. Usiku na mchana nilijaribu lakini sikuweza. So after I prayed that prayer, I slept. Baada ya kuomba maombi niliacha. I don't know if you're gonna believe it, but when I woke up, I got 2 topics. I got 2 topics. I wrote them overnight and I submitted. I didn't know how I got it, but I got it. I will tell you how, but it's a long post, but I got it. So that's why it say, remember God. Dear youth, remember God. Especially at this time. Yeah. Okay, I'm coming back to my second story or example. The story is about David. I was hearing preachers talking about this story, but I decided to read it for myself. And somebody inspired me to read this too. He inspired me to read this book, so I read it. He's there. He asked me a question. He asked me a question about something in the book of Samuel, so I decided to read the whole book. And that's where I got this part too. So David was the last born, I think. Youngest one. So during the war between the Israelites and the Philistines, they took David's brothers to join the army. And on the Saul side, upande wa Saul. Yeah, so when they were there, they stayed there. And you remember at that time, they met between Philistines and Israelites at those 2 valleys. And Philistine brought Goliath. Goliath was on the other side, the Saul army was on the other side. And David's father asked David to go and bring food to their brothers in the army. When he got there, he heard Goliath speaking to the Saul's army.
akamsikia Goliati akiongea na jeshi la watu wa Sauli, defying the name of God, akiwa anaongea jina la Mungu. So David heard that. Daudi aliposikia hivyo, and he was even asking people, who is this guy? What is he saying? Na akiwa anauliza watu, huyu ni nani na ndiye anazungumza nini? Why is he defying God and you guys are still standing? Na kwa nini anamdhihaki Mungu wenyewe mmesimama? And David told Saul that I want to go and fight this guy. Na Daudi akamwambia Sauli kwamba nataka nikapambane na huyo jamaa. On 1 Samuel chapter 17 verse 33, au ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 33, Saul said to David, Sauli akasema kwa Daudi, you are not able to go against this Philistine. Wewe huwezi kwenda juu ya huyu Mfilisti to fight with him, kupigana naye, for you are a youth, kwa maana wewe ni mvulana, and he is a man of war, na yeye ni mwanaume wa vita from his youth, tangu uvulana wake. But this here what David said to Saul. Na hiki ndicho ambacho Daudi akamwambia Sauli, your servant used to keep his father's sheep when a lion or a bear came and took the lamb out of the flock. Mtumishi wako alikuwa mchungaji wa baba yake kati ya kundi, na simba akaja na pia dubu, na kila mmoja akamchukua kondoo kutoka katika kundi. So he went out of the flock for it and stuck it, and I delivered the lamb from its mouth. Kwa hiyo alienda akapambana na huyo mnyama, akamchukua huyo kondoo kutoka kinywani mwake. So in short, David was telling Saul, hapa Daudi alikuwa anamwambia Sauli, he was fighting against the bears and the lions. Alikuwa akimweleza kwamba alipambana na dubu na simba, and he was able to deliver the sheep or the lamb from the claws of lion. Na aliweza kuwaokoa kondoo kutoka kinywani kwenye meno ya simba. So moreover, kwa hiyo baada ya hapo David told Saul this. Daudi akamwambia Sauli, say the same God huyo Mungu who delivered me from those claws when I was fighting to save the land, aliyenisaidia kupambana na hao wanyama, will deliver me with this Philistine. Atanisaidia kuwashinda wa Palestina. When they were about to fight, walipokuwa wanataka kupigana, the armies were focusing on the problem. Wanajeshi walikuwa wakiangalia sana shida. The problem was Goliath. Shida ilikuwa ni Goliath. Their focus was on how are we going to fight Goliath. Maelekeo yao ilikuwa namna ya kupambana na Goliath. But when David came, lakini Daudi alipokuja, the focus was on the Lord. Yeye maelekeo wake ilikuwa kwa Mungu. He said, akasema, the same God who delivered me while I was fighting the lions, Mungu aliyenisaidia katika kupambana, is going to deliver me here. Na atanisaidia hapa. Saul was trying to figure out how I'm going to fight this Goliath and everybody. Alikuwa akifikiria namna gani kupambana na Goliath na kila mmoja. David didn't look at Goliath. Lakini David looked at God. Yeye alimwangalia Mungu. He told the same God who delivered me before, anasema Mungu is going to deliver me from this Philistine. Na atanisaidia tena kushinda hapa. And when he was facing Goliath, alipokuwa kupambana na Goliath, he told Goliath, you come to me with sword, with spear and javelin. Alimwambia unakuja kwangu na mshale, but I come to you in the name of the Lord. Lakini nakuja kwako katika jina la Yesu. You see, how do you choose to fight your battles matters. Unapochagua kupambana vita zako, are you fighting with complaints? Unapambana kula, or you remember who's on your side? Au unakumbuka nani kwa upande wako? Are you focusing on your problem, or you're focusing on your side? Au unaangalia nani is your problem bigger than the God that you have? Why are you focusing on your problem? Kwa nini unaangalia tatizo? Saul stayed there for more than 3 days trying to figure out how to fight Goliath. Daudi alikaa kama siku tatu. But when David came, only said, lakini Daudi alipokuja akasema, the same God who delivered me before, Mungu aliyenisaidia kabla, is going to deliver me from this Philistine. Atasaidia tena hapa. And when he was facing Goliath, now let's assume you're facing your problem. The Bible said the enemy comes to steal, to kill, and destroy. But you come in the name of the Lord. He comes with spear, but you come with the name of the Lord. My brother is fire that comes translated. Kwa hiyo namna unapopambana vita zako ni kumhusisha Mungu.
Pale ambapo unamwona adui mbele yako, unatakiwa usiangalie tatizo lako, lakini angalia nani aliye upande wako. Who is on your side? Nani aliye upande wako? Who do you remember is on your side? Unakumbuka nani yuko upande wako? He took David only few hours to kill Goliath. Ilimchukua Daudi masaa machache But kuua it Goliath. took armies more than 1 day to figure out how to kill the Goliath. Wanajeshi walitumia zaidi Because their focus was wrong. Kwa sababu maelewano yao ilikuwa vita Was on Goliath. lakini But when David came, the focus was on the Lord. mwelekeo wake ulikuwa Mungu. That's how you fight. Hivyo ndio namna unatakiwa upigane. Who do you remember when you meet your troubles? Wewe unamkumbuka nani unapopata shida? Who do you remember when you're going through the hard times? Unakumbuka nani unapopitia Are you shida? looking at your hard time or you're looking at God? Unaangalia hiyo shida au unamwangalia Mungu? Where's your focus on? Wewe mwelekeo wako ni wapi? As a Christian, where's your focus on? Kama Mkristo mwelekeo wako, You say Christ in you, you are in Christ. unasema Yesu ndani yako na wewe ndani ya Yesu. So where's your focus on?